na limit. Labda kama una register na 2,000 utakula 45,000. Kama ni 4,000 utakula 80,000. So wakati niliona mimi nikaandika staki. Sababu mimi najua ya kwamba maandiko inatuambia tukitaka pesa lazima tufanye nini? Si lazima ufanye kazi. Ati nitoe shilingi 2,000 anipea 45,000. Si kama angekuwa anataka kunipea angekata hiyo 45, angenipea 43, anitumie 43 akata 2,000. Kwa hivyo hiyo ndio aina ya nini? Ya scam. So what you are doing, tunawacreatea awareness. Kwa hivyo namkaribisha mwalimu wa pili naye tuweze kumpea matokeo yetu ili apate kutufundisha. Shalom, shalom. Hamjambo? Pate watu watatu. Nipate a recent graduate looking for a job. Mmoja tu. Kuna zawadi. Mwenye amemaliza university anatafuta kibarua. Sawa. Wewe utakuwa James. Okay, sawa. Nataka a lady. A lady. Kuna umegraduate? Wewe? Wewe? Thank you. Keti hapa tu karibu. Tupate a new employee mwenye ameajiriwa juzi. This year ama last month. Mmoja. Karibu uketi hapa mbele hivi. Tupate an experienced employee mwenye aliajiriwa zamani kama 2 years back. Nataka a lady. Mwanaume yuko? Mwenye aliajiriwa kitambo kiasi? Kazi ya kujiajiri ama kuajiriwa? Wewe umejiajiri? Nataka yule ambaye ameajiriwa kwa sasa hivi. Asante. Haya, rafiki yangu Mniu. Wewe. Sawa, karibu hapa mbele. Asante. Somo letu ni emotional well-being. Mwalimu ambaye ametangulia ametufunza kuhusu digital well-being. Kwa hivyo masomo yetu yanabebana na ni kwa ajili ya kuandaa wale ambao wamemaliza makazi na wale ambao wako university, colleges, huko wale ambao wako working class, tuweze kuwasaidia ili waweze kuishi vizuri. Najua hapa tuko na group mbili, kuna wale ambao wako uni, sio? Na kuna wale ambao ni working class. So hapa tuko na group mbili na tutawatumia. Kila group itakuwa taken care of. Mwalimu ni mwanzia uko hapo. Kuna kitabu pale cha introduction kinasema Proverbs 4:23. Hebu tusomewe mwalimu hapo kwa laptop, tusomee hapo juu. Yes. One thing unafaa ujue, you should guard your heart, because that is where all things comes from. Mambo yote, maamuzi mazuri, maamuzi mabaya, hisia nzuri, hisia mbaya, zinatoka hapo.
Somo letu kwa Kiswahili linasema afya ya kihisia. Kuna hisia zingine, kuna watu wengine wagonjwa kwa sababu hisia zao sio mzuri. Unaamka tu umekasirika, hujapigwa, si mgonjwa. Sasa somo hilo litatusaidia kujua. Some of us tumeajiriwa kazi, mpaka wale your workmates wanakushangaa vile mambo iko. Mimi ni mwalimu, juzi tulipata walimu wa interns na waliingia Lasia na waliingia wakiwa moto. Tulipochunguza wakasema wako na latest degrees, wakatuambia sisi zile zetu zimezeeka. Nashangaa. Tukauliza mmesomea wapi? Wakasema ni hapa Kenya tu. Tulifikiria wametoka London. Sasa na wakawa kutembea kwao ni tofauti, kuongea kwao ni tofauti. Staff room yao iko kule chini ya mti, wanasema wanataka staff room yao. Ukimwangalia vile ana respond, unaona ana respond kama ambaye ako na ndege 20. You see? Tukashindwa. Lakini serikali imewaweka vizuri, sasa wameingiliana. Sasa tuko kwa staff moja na tunakula kidheri na wao na kahawa. Sasa hebu tuendelee tuweze kujua kila ambacho kiko mbele yetu. Sasa hiyo ndio somo yetu. Nataka uende haraka haraka, slides ni mingi na kuna mali nimelenga. So that is our topic, emotional well-being. Afya ya kihisia. What is emotion? Strong feelings. Yes. Na kila mmoja hapa yuko na strong feelings. Nzuri na zingine mbaya. Zile nzuri ndio zina create friendship. Na zile mbaya wewe ndio unajitenga kwa sababu uko nazo, watu wanakukimbia. Maringo kibao, hasira hapo. Alafu wewe ni msichana unasema unatafuta kijana. Wanakukimbia wote. Una jam. Mambo kama hayo ndio tutaendelea nayo. Hiyo Philippians 4 inasemaje? Furahini katika Yahweh siku zote. Siku zetu ni ngapi? Daudi alisema siku zetu ni ngapi? Psalms 90:10 inasema siku zetu ni 70 na ikizidi kwa yule ambaye amejiweka vizuri inaenda 80. Na kitabu kingine hapo Psalms 55 I think inasema siku zimekatwa nusu. Sasa hizi zinacheza hapa 45 kwa sababu ya ignorance ya watu. Sasa vijana wengi ndio wanakufa 2040s, hao wanakufa ama wako hai na walikufa. Sasa kama mtu amekula jaba, meno yameisha na ako na miaka 18, drugs zote ametumia, kama ni msichana dawa zote ametumia, hata mimba haiwezi, si huyo mtu amekufa akiwa hai? Sasa siku zote ile hisia mzuri ni kufurahi. Kama kuna mabaya wewe furahi, mazuri iko wewe furahi. Mambo ya hasira na to stress hapo hizo zote hebu tuende brother. Tumeambiwa emotion is a feeling that arises in response to a situation, thought or experience. Remember, emotions influence how we think, how we behave, and how we relate to others. So if you want to relate well with others, it is all about your emotion. If you want to behave well, it is all about your emotion. If you want to think well, it is all about your emotion. Na hisia zote zinatengenezwa wapi? Kwa moyo. Moyo ndio engine ya kila kitu. Moyo
kila kitu. We have examples of emotions. Kuna scared, happy, sad, hizo zote twende hizo zote right away. Tukianza kutafuta wale ambao rudi nyuma, yes, hapa kuna wale ambao wako na happy emotion ama feeling right away. Hapa tukianza kuwakagua, wengine wako sad hapa hivi sasa, wengine wako worried, wengine wako angry, wengine wako tired, wengine wako excited, na wengine wako hali tofauti. Lakini hizo zote zingine si nzuri. You need to select the one that can fit when you are with others, ile ambayo mahali uko na wenzako inakubalika, zingine hazikubaliki ukiwa unakaa na watu. Yes, emotion is like a balloon. When you are emotional, is like a balloon filled with what? Air. Balloon ukiweka upepo inaendelea kukua kubwa. Unaendelea kuweka upepo, what will happen? Go on the next slide. It will burst. And that is how we normally react when we are emotional. When our emotions are high, we normally react negatively. Hata furaha ikiwa nyingi, unaweza cheka hapa watu wakakushangaa ukasema kwani huyu mtu ako na wazimu? Umecheka, kucheka ni mzuri, si ndio? Furaha ni nzuri, lakini ikizidi sasa unakuwa unachokoza watu. Kelele zimekuwa mingi. So kila kitu tuna inakuwa hivyo. Kuna ka story hapo mbele. Twende tu. Twende tu, hiyo tumesoma. Kuna story ya Brian. Nitawaambia kile kile happen. Twende next slide. Hii slide tutawawekea, tutaenda kusoma. So those are the common emotions. Twende mbele, tuangalie positive ones. Twende tu. Yes, positive emotions. Kwanza ni joy. Unaweza Nehemiah 8:10, Philippians 4:4. Hizo tunapata joy. It's one of the positive emotions. Twende next. Kuna peace. Hiyo nyingine. Yeshua alisemaje? Peace I live with you. My peace I give to you. Don't let your heart be troubled and do not be afraid. Tumeachiwa amani na Yeshua. Upendo iko hapo. Gratitude. Kutoa shukrani. Uliajiriwa hata hujatoa fungu la 10 kwa first salary. Kwa sababu uko na majukumu mengi. Unataka kulipa nyumba, simu ni ya mkopo, kitu cha kwanza ni kutoa shukrani kwa mzazi wako na kwa nyumba ya Yawe na wale ambao walikusupport ukisoma. Kitu kidogo, kilo ya sukari, hiyo inatosha. Na mengine. Hata kama maisha ni ngumu, lazima ukuwe na hope. Kuna kamti pale kanamea, kanaashiria matumaini. Na kuna mtaro uko hapo, inaashiria mambo ni ngumu. So wakati mambo ni ngumu, ujue hapo mazuri yako mbele yake. So let us not give up. Lazima tukue na hope kwa kila jambo. Najua wengine wako wanatafuta kazi, hawajapata kazi, na wengine wako mashuleni
Fee sometimes inakuwa challenge. Mzazi anakwambia ngoja, meal card imechapa, exam card hauna, exam ni kesho, hiyo mambo yote lazima ukuwe na hope, kwa sababu hivyo ndivyo maandiko inasema. Naendelea. Kuna compassion and kindness, hiyo mambo yote, ukarimu, na kuwa na hiyo inaitwa huruma, kuna ile ya kusanyiko, ukiwa na tu pesa, kuwa na hiyo hisia ya kusaidia, ya kuhurumia watu, nenda pale, toa kitu kidogo, 20 bob, 10 bob, 100, hivyo hivi. Sasa hawa ni ndo tunawaandaa sasa. Wengine washakuwa citizens, wako makazini, wanajitegemea, yeye ndo anajua atakula nini. Ukiwa mgonjwa, wewe ndo unajijua utatibiwa wapi, because you are working. Mzazi amekuachilia, sasa anashughulika na wale wengine. Lazima ujipange vizuri, na pia usiwasahau wale wengine. Tunaenda haya, zile mbaya mbaya ambazo tunazikemea katika jina la Yeshua, hizo hatungependa zikue. Kuna anga pia, vitabu zake ziko hapo. Unajua hasira ni hasara na wivu ni mbaya. Abel aliuliwa na ndugu yake kwa sababu ya wivu. Uoga, yao anakwambia fear not, siogope. Na anakwambia hasira ikae siku ngapi? Ikae siku ngapi hasira? Jua lisitue. So kisha siku ikiisha, kama ulikuwa umekosewa na mtu, hiyo mambo umetoa. Kwa sababu daktari yuko hapa, Dr. Mungai anaweza kungekuwa na muda angetuambia wagonjwa wengi ya stress siku hizi, answers, pressure, hizo zote ni kwa sababu ya stress. Stress umecompile, imechukua miaka, sasa inaleta kidonda kwa mwili wako, unaanza kusumbuka. Yeshua anakuambia furahi siku zote. Next slide. Anxiety and worry. Unatafuta kibarua, kazi upati, mpaka unalala unaamka saa 3. Appetite imeisha. Mwenzako muli graduate last year, washapata kazi, wewe bado. Sasa hata kusanyiko unasikia una nguvu. Hiyo yote hatufai kuwa nayo. First all your anxiety to Yahweh, because he cares for you. Bitterness, uchungu. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you. Naona? Wajua sasa tunaandaa wasichana wazuri, wakuwe na tabia mzuri, feelings mazuri. Hata akiolewa, mwana atamuoa aseme nilipata msichana mzuri. Hayuko tempered, si wale wa kujamjam, si wale wa na kijana naye pia msichana aseme nashukuru nilipata kijana mzuri, understanding husband. Hiyo yote. Naona? Haya. Next. Kuna kitu imebaki. Kuna wale ndege, kila mmoja kwa rangi yake, na ndivyo ulivyo. Don't compare yourself with others. I can't be you.
You can't be me. Kila moja ana risk yake na ako na siku yake. Kama hujapata kazi, siku yako itafika. Mwenzako alipata, usianze kuuliza ulitumia njia gani, nini, mbona sijaajiriwa, nilipeleka barua, sijaitwa. Siku yako itafika. Siku yake ilikuwa imefika. Wait for your day. Wait for your time. Yahweh's time is the best time. Nice. Naendelea? Haya, twende. Hiyo tushajua hiyo mambo yote. Twende tu. Sasa tuangalie types of well-being. Afya. Kuna aina ngapi za afya? Tumeambiwa kuna afya ya kidijitali, kuna afya inaitwa physical well-being. Hiyo ujiulize kama uko nayo mwili wako, kama uko na afya mzuri. Kuna emotional well-being, hiyo ndo tunasoma leo. Unaweza control your feelings. Mental well-being, wako hapa wanasomea hizo mambo, vile muda hakuna wangetuelezea. Having a positive and a clear mind, hizo zote ni afya. Afya si mwili peke yake, kuna afya ya kiroho, kuna afya ya hisia. Twende hiyo yote. Social well-being, maintaining healthy relationships with others. Unaweza tengeza marafiki kama ni wale tunasemanga unakaa kipeke yako, kwa sababu labda umegraduate. Kuna degree ya Mkamba na Mkale, si zote ni degree. Sasa kwani yako iko na vipi? Kama ulipata first class, hata mimi pia nilipata first class. Degree za degree, haijalishi ni ya field gani. Hivyo sasa lazima ukiwa katikati ya watu, hata kama hawakusoma, ingiliana na wao. Mwenako enda yule wa form 4 na wewe wa university, mkiwa pamoja mkae kama nyote mko level moja. Hivyo ndivyo ilivyo katika nyumba ya Yahweh. Naona wazee wamekalia stool kule, mbona hatukuwaletea viti kubwa? Daktari ako pale na wengine, lecturer yuko hapa. Watu kuna ma lecturers hapa na madaktari wakubwa wamekalia stool, lakini wewe umekalia kakiti hapo, unasema kanafinya, situngeletewa. Wasomi wako hapa, wako sawa. Wewe mbona hutaki kutulia na kuingiliana na wenzako na ukuwe comfortable? Hiyo kule tukienda kazini lazima tukue hivyo. Haya, hiyo tutaelezea. Twende tu. How? Hivyo ndivyo examples of emotional well-being. Mifano sasa ya vile unafaa ukue. Zile hisia uko nazo na we mwenyewe ziingiliane, zikuwe compatible. Ni wewe ucontrol hisia, sio hisia ikucontrol. Mfano mzuri, remain calm during difficulties. Sianze kulia. Mpaka watu hiyo klasi yenu wanajua kwamba hukulipa fee. Tulia. Kuna siku fee ilikuwa challenge. Nikiwa second year. Pesa inakuanga challenge hata kwa walimu.
By then nilikuwa nimeajiriwa, niko TSC, lakini pesa ikanichenga, nikawa siwezi ku afford 60k kwa semester moja. Kiangalia pale kwa Kalon naona akaingiliana. Sasa nika default hiyo semester, na hakuna mtu alijua. Vile attend masomo, lakini ile wiki ya exam nikaepa. Jamaa akanipigia anasema, "Hey, Mansi uko wapi? Exam imeanza." Nikamwambia, "We, niko mbali kiasi." "Hufani?" Ndio sasa nikamwambia sitaweza kufika. Ndio baadaye wakajua. Si lazima watu wote wajue, upigie kila mmoja, sasa huku wajua siku Be mtegemea yawe. Express emotions appropriately. Hiyo mambo yote. Hata Yashua saa ingine mambo inakuanga tight. Just control. Unaenda twende mbele. Yeah. Forgiving others and let go of bitterness. Joseph forgave his brothers. Hiyo yote. Kusamehe unaachilia. Si mambo ya last year wewe ulinifanya hivi. Last month tulikosana. Hiyo mambo unaacha. Ndio create well-being of your health, of your emotions. Ukuwe na afya mzuri ya kihisia. Twende tu. Twende tu. Mambo hapa, maintain hope during trials. 1 Samuel 30:6. Hizo zote. Manage anger wisely. Ukiwa na hasira ipeleke vizuri. Tunaenda haya hapo. Challenges in school that may affect emotional well-being. Hiyo tumeelezea. Academic pressure. Fear of exam. Naona jamaa pale exam imefika. Sasa anasema I forgot everything. Oh no, time is running. Vitabu amefungua, atajua afungue gani, kwa sababu he never prepared himself or herself. Labda alitumia muda wake vibaya. Maandiko inasema kila jambo na wakati. Masomo weka wakati wake, ili exam ikifika usikuwe na mambo mingi ya wasiwasi, kwa sababu kusoma. Bullying and peer pressure. Being teased, excluded or threatened. Pressure to fit in with friends. Wale wa campus, hizo mambo wanapitia. Hujui uchague rafiki yupi. Jamaa amekutenga we, wasichana amekutenga kwa sababu unavaa manguo marefu. Wao wanataka uvae trouser, short skirts, fittings, ndio naambia wewe ngoja, sababu utawaharibia soko. Umevaa rinda mrefu, umefunga kitambaa, sasa unabaki marafiki ni kidogo. Hiyo mambo yote angalia hiyo hapo. Low self esteem, feeling inadequate compared to others, negative comments from peers, unakuwa uko low bet. Hiyo yote tusikuwe nayo. Umeenda campus, kasimu ni kale kamulika mwizi. Wenzako akitoa masimu makubwa, wewe unatoa kamulika mwizi. Mzazi aje aweze kukununulia. Siku itafika utakuwa na yako. Wenzako wameng'ara, wewe umevaa wanabadilisha daily, wewe ni ile nguo pea mbili. Wako na bagi mpya, wewe una pea mbili za viatu, wewe wako na pea 20. Sasa unajisikia siko sawa, unaanza kujilaumu. Hiyo yote iko hapo. Unaanza mbele. Challenges in school, family problems, they can affect your schooling.
conflict at home, divorce, separation, financial difficulties, loss of a loved one. Hizo mambo zote zinapata watu wakiwa shule. Sasa lazima ujue vile utapambana nazo. Na hizi zote zina affect your feelings, your emotions. Kuna social isolation, difficulty making friends, feeling lonely or rejected. Hiyo yote ni kwa sababu maybe you don't fit to the peer. Kwa sababu wao ni Catholics, wewe ni Msabato. Maybe wao wanatumia mihadarati, wewe hautumii. Sasa una feel lonely. Bana, just 4 years you graduate, you go your way. Unavumilia tu na unamwambia hawa kusaidie. Twende tu. Fear for the future. Worry about career choices, uncertainty about life after school, poor teacher-student relationship. You see? Hizo zote lazima tujue vile tutazihandle ili tukue sober, tukue emotionally health, ama tukue na emotional well-being. Ukue uko sawa, hisia ziko sawa na kila kitu. Don't fear your future. Yao nakwambia mtegemee, mambo itakuwa. Sometimes I normally recall my future. Mahali nimetoka na mahali nimefika ni yawe. Sometimes hebu angalianga, when you are 5 years old, how was your family? And how is it now? 20 years later, 30 years later. Unafaa mshukuru yawe. Those years huko wanalalia mattress, sasa hivi unalalia mattress. Those years nyumba ilikuwa ya nyasi, sasa hivi mko na roofed mko na nyumba mzuri. Nyumba haikuwa cemented, sasa hivi iko na floor. Chakula ilikuwa challenge, sasa hivi chakula inapatikana. By then mzazi hakuwa na kazi, sasa hivi ako na kazi. By then ulikuwa unapea moja ya nguo na viatu, sasa hivi mambo imebadilika. Lazima tuwe tunamshukuru yawe. Na kama sasa hiyo mambo unapitia, hautabaki hapo. Siku moja utaondoka. Utapata kazi, mambo itakuwa sawa. Hiyo yote. Hizo mambo zote ziko hapo. Tunaendelea. Lack of spiritual direction. Feeling distance from Yahweh, lack of purpose or hope. Hizo zote ni challenges za wale ambao wako mashule wanasoma. Mahali unasoma hakuna Sabato. Tumeambiwa Sabato iko mpaka online. Ni simu yako, bundles ama wifi shule iko na unaingia na unashiriki na wenzako. Wakati wa sadaka ukifika, unatoa sadaka, unatuma online. Wakati wa nyimbo unatoa nafasi unaimba. Wakati wa maombi unaweza pewa nafasi ukaomba. Ukiwa mgonjwa unaombewa. Kila kitu online. Kama una wimbo, kama una sermon, unapewa nafasi, unashiriki na wenzako wakiwa Kitui, wakiwa Eldoret, wakiwa Kwale, wakiwa Mombasa, online. Sabato inakuwa sawa. So hakuna kurudi nyuma na kusikia kwamba mambo yako iko mbaya. Number 2. Conclusion on that part, Messianic youth can strengthen their emotional well-being by praying and trusting Yahweh, seeking guidance from parents, teachers, and mentors. You should seek guidance from them. Watakupea mwelekeo mzuri ya vile ambavyo utafanikisha mambo yako. Building health friendships, managing stress
wisely. Very important that one. On that part tumemaliza. Tunaingia sehemu nyingine. Twende. What may affect emotional well-being of youth after school? Sasa tushamaliza. Wale ambao walikuwa mashule, university, colleges, tumesikia vile mambo inakuanga, na wale ambao wamegraduate tuko hapo. Hebu tusomewe hapo, tusomewe. Uncertainty about the future, not knowing what to do next, fear of making a wrong decision, trust in Yahweh with all your heart. Hiyo tu ndio dawa. Wale ambao wamegraduate na hawana kazi, mtumaini Yahweh, mambo itakuwa. That is point number 1. Lack of direction or purpose, feeling lost after completing studies, comparing oneself with others. Kama vile wenzako wamepata kibarua na wewe hujapata. Tumesema don't compare yourself with others. Your day shall come. Yeah, after school bado tuko hapo, financial challenges. Umepata kanyumba pale Eldoret na kazi ni ya kibarua. Sasa imefika month end, pesa hakuna, chakula. Hiyo. Na nilipomaliza college 2012 as a P1 teacher, nilitaka kuendeleza masomo. Niliona bado sijamaliza masomo yangu, nikasema being a P1 teacher is not enough. I want to further my studies. Dadi akasema pesa zimeisha, kuna ndugu zako hapa nao wanataka kusoma. Nikasema hakuna shida, nitafute kibarua na nikipata hela nitarudi shule. By 2013, 2014 nikapata kibarua mahali, a high school. My pay was 14,000 a month. It was a boarding school. Sasa nikawa breakfast na chapa hapo, lunch na chapa hapo, alafu kale lunch nakula heavy ndio sapa nisipike kwa nyumba. Sasa nakumbuka sometimes I could even serve a plate naweka kwa shelf, hiyo nasema ni sapa. Sasa ikifika saa 2 nakuja shule nakula kasapa kangu ama ile chakula ya wasichana boarding nakula hivyo. By hiyo 2014 nikatafuta mabasari na nikaingia kwa IBP, inaitwa distance learning. Nika-enroll for a degree. Na sijaingia TSC, nikamshahara tu 14k per month. Na basari napata 10k hapo. Nilikuwa na vimbuzi vyangu nauza, ikifika likizo naenda shule. 2015 nikaingia TSC. Nikiingia TSC tayari niko first year ninamaliza. Na degree yangu by 2019 nika graduate. I was to graduate on 2018, lakini niliwaambia nilidefer. Nimewaambia 2 semesters. Sasa ikabidi iende 2019. Sasa nikaweka degree yangu kwa mfuko, kwa sababu nilisema certificate ya primary haitoshi. 2019 nikaweka degree kwa mfuko. 2023 sasa serikali ikasema kuna kazi ya junior schools, mwenye degree aingie huko. Sasa nika apply. I'm now a junior teacher. Na kamshahara kakapanda from C1 to C2 to C3.
Sasa hii naingia C4. Na sasa kwambia C4 ni pesa ngapi? Hiyo ni siri yangu. Sasa hiyo mambo yote ni kumshukuru Yawe. Na bado sijamaliza kusoma. Kuna ka master very soon, ka masters very soon. Yawe akinisaidia nita graduate. So hii mambo ni polepole. By the way, my class 8 nilimaliza 2002. There were no money for high school. Niliaswa miaka ngapi? Miaka ngapi? 203 na aswa. 204 na aswa. 205 nikaingia form 1. Kwa sababu wajua ukiwa umeweka mpango kwa akili yako, hata baada ya miaka 20 unaweza ukafanikisha. Mpigie dadangu muulize, usije ukaona na kudanganya. Muulize Dorcas. Story na hiyo. So ukimtegemea Yawe, hata kama ni baada ya miaka ngapi, mambo yako itakuwa hapo. Iko sawa? Now, madeni iko pale, pesa ni kidogo, kuna kulipa tax, si kuna ma savings, wataka kujenga kanyumba, haviwi. Sasa ujui utafanyaje. Usikuwe na mapressure. Kila kitu weka kwa Yawe, kuomba, kuvumilia na kutafuta. Unajua kuna wamama wawili waliona umbwa wa mwenda wazimu anakuja. Two ladies na walikuwa ni wa kanisa. Walikuwa ni Catholic believers. Mmoja alipoona umbwa huyo akaambiwa, umbwa ndio hiyo. Mmoja akapiga magoti akainua mikono akaomba. Mwingine akakimbia akapanda juu ya mti. Nani alisaidika hapo? Yule aliomba, maombi yake iko alikuja akaumwa na maombi yake na mikono juu. So lazima saa nyingine ukiomba pia utafute, si ndio? Na ujitume. Yule mwingine alikimbia akiomba, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Na akapanda juu ya mti. Maombi ikamsaidia na bibi yake. Wewe kaa hapo unaomba utafuta bibi na unaomba tu. Hautafuti. Mbele. Hiyo repeated rejection. Umeapply kazi na upati. Ukienda ambia tuko sawa. Vipi? Leta barua. Tuko sawa. Ulipata nini? Second class hapa. Combination physics whatever. Tunataka maths. Ni kabila gani? Mluya. Hatutaki Waluya. You see? Haya. Tunasonga tu. Twende tu. Haya. Hiyo yote isolation. Naenda tu. Twende. Rudi hapo nyuma. Hapo tu. Job insecurity. Unakuwa mahali unatishiwa kazi. Ambiwa kama utaingia 6, ukiingia 5:59 bado 1 minute unakosa kibarua. Kama watoto watapata mean score B+, unafutwa kazi. Unakuwa on toss. Hiyo yote ni mambo tunayapitia. Sasa lazima ujue vile utapambana nayo. Poor work-life balance. Hiyo tujaribu. Lack of time for family, worship and the rest. Physical and emotional exhaustion. Lazima pia ukiwa kazini utenge muda wa kumtumikia Yawe, wa familia yako. Familia hata wale mzazi wako ni familia yako. Unamjulia hali. Na pia kupumzika. Na pia kuenda kwa nyumba ya Yawe. Na mikutano ya Sabato. Na mikutano ya vijana. Na sikukuu hiyo yote. Tunaenda? Hiyo, twende. Sasa kuna ingine hapo. Hiyo sitaelezea na twende hiyo next. Kuna huyu jamaa, kuna model Daniel Goleman model. Kuna mambo anazungumzia.
I'm talking to those who are seeking for jobs, those who are still working, na wale bado wako universities wanatarajia wa graduate waingie mtaa. Kuna self awareness, kuna social awareness, kuna self management na kuna relationship management. Hiyo mambo zote ukuwe nazo. Tuangalie one by one. Self confidence, self awareness, awareness of your emotional state. Lazima uwe unajua emotion zako zikoje. Mimi sizijui, wewe ndio unazijua. Kuna wale watu wana react haraka haraka. Ukimfanyia jokes kidogo amejam, nataka mpigane tayari. Wewe ndio unajijua. Sasa lazima ujue vile utakaa na watu ukiwa kazini. Tunaenda mbele. Self management. You manage yourself, keeping disruptive emotions and impulses in check. Unakaa ukijiangalia, usije ukakosesha watu ama ukaonyesha watu tabia zako, hisia zako mbaya. Unakaa ukijicheck. Social awareness. Social awareness mahali kuna watu wengi kama hivi. Picking up on the mood in the room. Hearing what others are going through. Si umeenda kwa mazishi wewe unacheka cheka. Watu wako mood. Tena mahali kama ni sherehe, ujue ni sherehe, furaha kwa wingi. Mahali kuna mazishi, kaa kama umeenda kwa mazishi. Watu wanalia, wewe unacheka cheka. You see? Hiyo yote. Last one, relationship management. Getting along well with the others. Lazima uingie na wenzako vile walivyo. Nimewapea mfano wa JSS, wale interns. Vile walivyoingia kazini moto moto. Wakawa wanajiisolate. Tukawa tunajiuliza hawa watu wametoka wapi? Ni walimu wa special kiasi gani? Wako na PhD ama ni masters? Tukagundua ni ka degree tu kama kale tuko na. You see, getting along well with others. Mahali umeenda kuna watu kaa vile walivyo. 10. Thank you. Using sensitivity to another person's feelings. That is empathy, to manage interactions successfully. Tunaenda mbele. Personal competence. Lazima na wewe ujielewe. What are your personal competence? Zako ni zipi? Personal competence consists of self-awareness and self-management. Self-awareness has to do with self-confidence, awareness of your emotional state, recognizing how your behavior impacts others, and paying attention to how others influence your emotional state. Next. List values needed to maintain acceptable emotional well-being during youthful stage. Hiyo najua tunazijua. Another slide. Last one. State life skills needed to maintain favorable emotional well-being. So hizo utazilist. Life skills na zile zingine zinaitwa zinaitwaje? Values. Nataka wale watu wangu itabidi mkuje hapa mbele tafadhali. Jeni tu ili mkuwe captured. Unajua dunia nzima kuna lady yuko Saudi amesema anafuatilia vizuri. So unaonekana mbali out of Kenya. Shikilia hiyo. Mwingine ako wapi? Kuja tu. Mwingine yako hii. Yule
Yule recently graduate ni yupi? Ni wewe. Wewe utasoma hapo kwa hiyo ya kwanza. Sawa. Kifikiwa jina lako unasoma. James uko hapo. New employee. Huyu ni new employee ameajiriwa juzi. Huyu amegraduate juzi na huyu ni experienced work, ndio? Ndio? Alitoka. Chukua hiyo yake. Experienced work. So, huyu tumesema hapa ni graduate. Recent graduate, kuna new employee na kuna experienced work. Ameajiriwa kama 5 years back. Now, today we are discussing emotional well-being after schooling and during working life. Sarah, how has life been since you completed school? Wewe utasoma hiyo ya Sarah. So mahali kuna Sarah, utaniwia radhi, weke hiyo jina tu hapo. Ama for the sake, tupate a lady. Si ndio? Tupate a lady. Kuja tu. Kuja. Tupate a lady. Ni kusoma tu. Asante. Tushapata. Pita hivi. Now, ninauliza maswali hawa watu. Nauliza yule recent graduate, nitamuuliza swali, experience yake, nitauliza new employee, maswali, nitauliza experienced work, maswali. Now, Sarah, how has life been since you completed school? It has been difficult. I have sent many job applications, but I have not received any positive response. Sometimes I feel discouraged and wonder whether I have a future. Those feelings are common among many young people. Job searching can be emotionally challenging. James? Ukisoma unashikilia hivi. I thought getting a job would solve all my problems. But after I started working, I discovered new challenges. Mercy? That's true. Every stage of life has its own emotional pressures. There is a heavy workload, strict deadlines, and sometimes misunderstandings with colleagues. I also struggle to balance work, family, and my spiritual life. Sarah? I sometimes compare myself with my friends who already have good jobs. It makes me feel like I have failed. Mercy? Comparing ourselves with others steals joy. Everyone has a different journey, and Yahweh's timing is different for each person. Excellent point. Emotional well-being means learning to manage disappointments, stress, and success in a healthy way. Challenges after school. Sarah? What emotions do young people commonly experience after finishing school? We have some challenges. We have some emotions that young people experience after finishing school. One, anxiety about the future, fear of unemployment, financial stress, loneliness, low self-esteem, pressure from family and society, discouragement after repeated job rejections. We go to challenges during working life. James? What emotional challenges do workers face? We have some challenges that
workers face: 1. Work-related stress, burnout, pressure to perform, conflicts with supervisors or colleagues, job insecurity, balancing work and family responsibilities, fear of making mistakes, lack of career growth. We move to last part, maintaining emotional well-being. Mercy. How can we stay emotionally healthy? Thank you. A good question. One can stay emotionally healthy by praying and trusting Yahweh daily. Read Yahweh's word for guidance. Maintain a healthy work-life balance. Rest adequately. Exercise regularly. Share your concerns with trusted people. Keep learning new skills. Avoid comparing yourself with others. Be grateful for every opportunity. Seek professional or pastoral support when necessary. We move to spiritual encouragement, last part. Sarah? Sometimes I feel I has forgotten me. Remember what scripture says. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares Yahweh. Plans for peace and not for harm, to give you hope and a future. James? That gives me hope. Mercy? Another encouraging verse is Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. I will strengthen you and help you. Conclusion? Sarah? I have learned that waiting for employment does not mean Yahweh has abandoned me. James? I have learned that working hard should not come at the expense of my emotional health. Mercy? I will continue trusting Yahweh while maintaining balance between work, family, and spiritual life. Excellent. Emotional well-being is not the absence of problems. It is the ability to face life's challenges with faith, wisdom, hope, and resilience. As young people, whether searching for job or already employed, let us depend on Yahweh, support one another, and care for our emotional health. Hallelujah. Thank you very much. May Yahweh bless you all. Hizi ni zenu. Basi asante, kuna fundisho nzuri ambalo linatupa matumaini wakati tunasoma na hata wakati tunatafuta. Basi tumeweza kuonyeshwa ni lazima tumtangulize Baba wetu kwa kuweka tumaini ndani yake, ili pia njia zetu ziweze kufunguka huko mbele. Kwa hivyo imekuwa fundisho nzuri, imeonyeshwa vile tunastahili kujiweka, vile tunastahili kujiandaa, kwa sababu hata baada ya masomo bado kuna maisha ambayo tunastahili tuweze kuishi. Na katika hiyo yote tumeona ni lazima tumweze kumhusisha Baba wetu Yahweh. Hivyo nimeshukuru sana kwa katika hiyo nafasi. Naona imefika saa 7. Sijui upande wa wazazi ambao wako katika kikao hiki, kuna mtu pia angekuwa tu na jambo moja alafu tuweze kukamilisha. Nimefuatilia yale mafunzo ambayo ndugu Onesimus amesema, ametufundisha kuhusiana na hali yetu ya emotions. Especially changamoto ambazo zinapata wale ambao wamemaliza shule na wale wako shule. Kuna a lot of hopelessness hii nimeona kwa society. Yaani watu wanakosa matumaini. Especially wale wameenda shule. Jana nilikuwa nazungumza na mmoja wetu hapa, tunaambiana kama ukienda shule
then ukose ajira ama hiyo kazi ambayo tunatafuta. Kuna mambo mengi sana. Unaona hizo emotions zimeambiwa hapo, bitterness, anger, hopelessness, kwanza zile negative. Napata mtu anakuuliza sasa, wewe kwani ulisomea course gani wewe? Ungesomea hii ama ungefanya hii taaluma, ungekuwa hivi, ungekuwa hivi. But leo nimeona mtazamo ambao tumeichukua kwa maandiko ni mzuri sana, ya kutupa sisi tumaini. Mara mingi tutapata hii mambo inakuja, lakini hilo tumaini usiliache kabisa, na usiangalie jirani. Kuna kitu wamesema about comparison. Comparison niliwaambia juzi is the thief of joy. Ukichukua hiyo, wewe pursue your life na uweke baba wetu mbele, usikuwe unafanya comparison na watu wengi. Kuna seminar niliattend once na ilikuwa pale Times Towers, na hiyo seminar ilikuwa mambo ya KRA. Pia nami nilikuwa natafuta kazi wakati huo. Nakumbuka ule mtu alikuwa anaongoza hiyo seminar alisema kuna wengine wengi ambao watapata kazi na siku ya kwanza baada ya kutoka shule. Some will take 5 years, others will take 10 years. But hii life kila mtu ako na chance ya kila mtu ako na chance yake. Na kweli wakati tulimaliza shule wengine wetu wakasonga, hata wewe unaangalia unaona kwani makosa iko wapi? So kwa hivyo kwa ufupi sana, unatumaini na tuweze kusimama wima. Mzazi mwingine ana jambo, yes, tukie ndugu daktari pia naye aseme jambo. Thank you, Mwalimu Mwanzia Onesimus. It's a very good topic, very well presented. Actually, as parents, like myself, we usually pay to attend such seminars, and you pay handsomely. When you get it here, and you also get food, I think it's something very good. So as our young men and women here get educated, as parents, we're also getting educated. These are very expensive seminars, only that you're not charging. If you were to get Mwalimu Mwanzia to give this topic, how much would you charge Mwalimu Mwanzia? More than 50,000. Yes, to give this. And this he has presented, even if they were professors, to still have presented the same. So very good, thank you. I hope it will build us this topic and others. And by the time we are done with this youth meeting, we have a full week of intensive training in the various fields. So thank you, and God bless you. Asanteni sana kwa haya ambayo mumeweza kuyaongezea. Kwa hivyo hata mimi nikiwa kama mzazi imeniguza, kwa sababu sometimes I feel free kushare na nyinyi yale pia mimi nimeweza kupitia. Najua some of you are glad mumesoma, wengine mmefika form 4, wengine mumeendelea mbele college, wengine university. So mimi hii motion iliniguza wakati moja. Remember I did my KCPE in 2000. Na kwetu sisi ni boma mbili. So mimi kwa nyumba ndogo ama kwa boma ndogo ndio nilikuwa wa kwanza. Mbele yangu kuna watu watatu mbele. I have a sister firstborn and 2 brothers. So mimi nilifanya class 8 mbele ya ndugu yangu ambaye ninafuata. So when I did class 8, I remember my mother separated with my father when I was in class 6. So tulipitia maisha ngumu na nikajua the only way yenye nitafanya ili niweze kusaidia hawa ndugu zangu ni kutia bidii kwa masomo. So I did my class 8 and nikapita vizuri. So my father gave me hope. Nimeona wewe umekubali kusoma. Hata ukitaka kwenda mpaka America utasoma.
So when I joined form 1 kasoma vizuri, kufika form 2 nikaambiwa nimetumwa ofisi. Sasa nilipofika nyumbani, you know my mom ako kwa shosho, baba aliniambia niende kwa nyanya, niende niitishe school fees. Si kuenda. Akaniuliza siku ya pili, kwa nini ulienda? Nikamwambia nilienda. Alisema nini? Hana pesa. Rudi huko. Sasa the second time ndio nilikubali kuenda. So wakati nilienda nikakuta mama yangu, nakuta shosho yangu. Shosho aliweza kunipea shilingi 1000 niende kwa serikali, ndio serikali iseme kati ya mama na baba nani atalipa school fees. So nikaenda kwa department ya children affairs. Nilipofika huko nikapewa barua niletee baba. Kamletea barua. So when I brought that letter, nilikutana na upinzani mkubwa sana. Juu baba aliniambia, umeambiwa uende unistaki. So I have given you 3 days. Uangalie kwa hii boma kitu ambayo ni yako utoke naye. So nitakesi na wewe ukiwa nje. So I could not believe that mzazi anaweza kukufukuza. I thought it is a joke. But when 3 days iliisha, mimi nilitolewa kwa boma na panga. Nilikimbia, na ikafika mahali nilikuwa na mbio sana juu nilikuwa mkimbiaji na pia nilikuwa mchezaji wa mpira na nilikuwa striker. So unajua striker anakuanga na mbio sana. So panga ilitupwa, lakini unfortunately juu nilikuwa na mbio sana, ilikuja karibu inikate mguu. Tulienda kesi, tukakesi, na sasa ikawa sasa hii ni court case. So wakati ilifika siku yenye tunaenda kotini, my father alienda mapema, akaenda akahongana na faili yangu ikafichwa. So wakati nilifika nikakuta 2 ladies, they were Kikuyu. Wakaniita kando, wakaniashauri, wakaniambia your father tumemjua. Najua my father at that time alikuwa chairman wa shamba yenye tunaishi. So wamekuwa wakienda kotini na wanamkuta huko. So wakaniambia mzee tunemuona kotini mara nyingi sana, you just leave, usishinde ukifuatilia. Alikuja akatoa 30,000 yenye angelipa school fees na nisome mpaka form 3 ibaki form 4. So nikawacha shule hivyo. Ikafika nikawa na msongo wa mawazo, nimefukuzwa nyumbani, siwezi rudi. Sasa mimi nitaenda wapi? Ilifika mahali mimi nikakata kauli, nilitaka kujinyonga. Na mpaka nimetafuta kamba, nataka nijinyonge. But nilisikia sauti inaniongelesha na naambia, Tyrus, usifanye hivyo. So what I did, nilitoka nyumbani, nikajipea nguvu, nikatokea town. Sasa town ya kwetu ni Kitale. Kaenda kwa my sister, nikiwa pale mamangu akanitumia 5 lita ya maziwa, kaanza kuuza. Kuna kitu mnafundishwa, na haya mafundisho yenye mnafundishwa hapa, some of them are practical, tumepitia. Mimi sikuwa naweka maziwa maji. So what I did, niliuza, hiyo kazi ikakubalika. Nikawaza mara moja, nikakimbia nyumbani, nikatafuta baiskeli, nikaanza kuzunguka. Nilienda mpaka nikafikisha 40 liters. But kuna ombi nilikuwa nimeomba yawe. Na hiyo ndio huwa mimi naona it was my journey mpaka kukuja kuungana na hili kusanyiko. Nilikuwa nimeambia yawe unitoe nyumbani, unipeleke mbali mahali watu wetu hawezi. I got that chance. Nikapigwa simu na jirani yetu, akaniuliza kama nataka kazi. Nilikubali, nikawacha hiyo kazi yenye nimejiajiri, nikaenda nikaajiriwa. Na juu mimi sikuwa kijana wa raha, nilisema sitaitisha mshahara wangu mwaka moja. Baada ya mwaka kuisha nikasema nataka niende nyumbani. Nenda nikatembelee wazazi. Mnajua nililipwa pesa ngapi? 12,000. Mpaka nikauliza mwenye ameniajiri, hiyo pesa nyingine utaniwekea kwa simu? Akaniambia hiyo ndio mshahara yako yote. I got disappointed. Lakini nikaambia yawe sitarudi Kakuma. Lakini kumbe yawe aliunda njia vile nitarudi Kakuma, maana not only kazi peke yake, kulikuwa na kazi pia ya kuhubiri. Nilirudi huko na nikapata kazi yenye nilikuwa nalipo 10,000, na ndio imenisimamia mpaka zile mali niko nazo niliweza kutoa kwa ile ombi ambayo baba yetu aliweza. So don't lose hope.
Kila mtu baba yetu amempangia njia ya, hata kama kuna ule amemaliza na amepata leo, hata wewe jipe moyo, hata kama ni miaka 5 miaka 10 utafanya nini? Kwa hivyo tutaweza kusimama ili tuweze kuwa na maombi, ndio niwape life experience. Sawa, kwa hivyo tutasimama. Nitamuuliza brother Lewan tuongoze kwa maombi.